Sio swala la kawaida tu ukisikia ndoa, maana ndoa ni kitu fulani, ni taasisi ambayo Mungu anaiheshimu mno hiyo taasisi ya ndoa. Na ndio maana ukisoma mwongozo wa kanisa, wakati wanandoa wanapoenda kuunganishwa, kuna mahali anasema isichukuliwe kwa haraka. Yaani watu watafakari kwanza kabla ya kufanya maamuzi ya kuungana, kwa sababu wanasema mpaka kifo kitakapotutenga. Yaani hata kama kitatokea nini katikati hapo ya mahusiano, hakuna kuachana. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo usichukue tu kwa haraka. Kwa wale vijana ambao hamjaoa na kuolewa, usiende kwa haraka. Nenda taratibu ili uhakikishe unafanya maamuzi ambayo hutayajutia baadaye. Hutayajutia baadaye. Hii nilizungumza kidogo kuhusu habari za mwanamke, na ninatamani wiki hii sasa imeisha, wiki ijayo nimguse mwanaume kidogo. Lakini pia niliwaambia ya kwamba Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Alafu na malazi yawe nini? Yawe safi. Kwa hiyo malazi ni kitanda, pale mahali unapopumzika wewe na mume wako wakati mmechoka, shughuli za siku zimewachosha. Sasa mnahitaji muingie pale ikulu mkapumzike. Pale mahali panapaswa pawe vizuri. Na mzee Sabo jana, hata kama nilimsikia kidogo, lakini alisema ya kwamba wako wanaume ambao wanavamia malaya mtaani. Si kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna vitu anaviona huko mtaani hajawahi kuviona kwa mkewe. Hajawahi. Maana kama unaingia na uniform hizo, ndizo unaingia kwenye chumba cha kulala, unaingia nazo huko ndani, unaenda kumwimbia nani kwaya huko kitandani? Unaimba kwaya ipi? Au mzee Mchome unaingia eti umevaa tai, unasema mimi ni mzee wa kanisa huko chumbani. Huko hakuna uzee huko. Huko wewe ni mume wa mtu. Ingia kama mume. Lazima hiyo ndio itakuwa na shida. Yaani kuna watu pia hawajui kutofautisha kwamba sasa hapa nivae nini na hapa nikaeje. Kwa hiyo akikutana na mtu ambaye amevaa, anavutwa, anashangaa, hivi vitu sijui kuviona. Kwa hiyo akiviona anapambana mpaka avipate, maana hajawahi kuviona. Na ujenzi wa ndoa kuna vitu vidogo. Ngoja niwaambie, kuna vitu vinadharauliwa na wanandoa, ni vidogo sana. Watu wanaona ni vya kawaida. Hivyo ndivyo vinajenga ndoa. Vidogo sana ambavyo wengi wanavidharau, wanaona kama si ya muhimu katika ndoa. Kwa mfano, mkaamua wewe na mume wako na mke wako pale nyumbani mjifanye kama watoto wadogo, alafu mkaamua tu kucheza kombolela. Hicho tu. Yaani wewe unadhani ni kitu kidogo, lakini ni kikubwa mno. Wewe na mumeo mmefunga mlango vizuri chumbani, mnacheza kombolela. Alafu hamjavaa nguo. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani unaona ni vitu vidogo, lakini ni kitu cha thamani sana hicho. Mmefunga mlango vizuri, lakini ili mtu asije akabisha hodi akaingia. Alafu mnakimbizana, mara chini ya kitanda, mara kwenye kabati, mnaangushana, mnafinyana. Yaani hata kama mmoja wenu ana mawazo yataisha yote. Ataona yuko kwenye ulimwengu mwingine mpya. Mimi ukinikuta nyumbani na mke wangu, yani kiingia na mke wangu, huwa kuna vitu ninavifanya ambavyo ninajua hivi ni vidogo, lakini vina maana sana katika ndoa. Kwa mfano, ukaingia nyumbani kwako ukamkuta mke wako anapika ugali pale jikoni. Ukachukua mwiko au akaondoka ugali huko pale jikoni. Mama akaondoka kuchukua sahani. Alafu mwanaume ukachukua ule mwiko ukaanza kusonga ule ugali. Akija anakuta unasonga. Alafu kamwambia mama, tulia hapo. Ukachukua sahani ukautenga ule ugali vizuri pembeni. Ukafanya hivyo. Nataka nikuambie, kama ni jioni hiyo, huo ugali mtakula vizuri, lakini na hayo mengine utazidishiwa. Na ni kitu cha kawaida katika ndoa. Wewe unaona ni kitu labda ni kitu ambacho ni kizito mzee Jini, lakini ni kikubwa. Msongee uone.
Utakuja tu, hata kama ni leo, nenda kafanye usiku wa leo, halafu asubuhi utakuja niambie, mchungaji, asante sana, maana kwa kweli ndoa yangu imekuwa ni mpya.